Karibu tena ndugu mpenda mfuatiliaji wa chaneli yetu. Kama ni mara yako ya kwanza kutana video zetu, chini ya video hii utaona maneno mekundu yameandikwa subscribe, utabonyeza kisha utabonyeza alama ya kengele au turn on notification, na ukifanya hivyo tayari unakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Mbele yako tupo na mheshimiwa ambaye huyu ni mheshimiwa wa chama cha Freemason. Najua ukiambiwa Freemason pengine unaweza ikawa sio mara yako ya kwanza kulisikia, lakini pengine kuna mambo umeyasikia lakini yamekuweka katika njia panda, hujui lipi ni ukweli na lipi uongo. Sasa tupo na mheshimiwa, tunataka tupige story mbili tatu tujue ukweli wa hiki chama ambacho kimevuma sana masikioni mwa watu. Mheshimiwa, habari yako? Salama, waandishi wa habari, ya mjambo? Sisi tuko salama kabisa. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Karibu ofisini hapa. Asante, tunashukuru umetupokea kwa ukarimu kama ambavyo hatukutegemea, kwa sababu tumeambiwa ni mtu mwenye pesa sana, lakini umetupokea kwa hali ya ukarimu sana. Kimsingi pesa na utu ni vitu vile tofauti, kwa sababu pesa hazitupeleki mbinguni. Pesa tutaziacha hapa duniani. Kwa heshima lazima ibaki, ifuate mkondo wake. Mkubwa mheshimu mdogo, mwenye pesa mheshimu maskini, maskini mheshimu mwenye pesa. Hivyo pesa sio kitu, wala usiwaze. Asante sana. Sasa labda kabla ya yote mheshimiwa, labda anayetazama video hii, mimi naweza nikawa nakufahamu na waandishi wa habari wengine wanaweza kawa nakufahamu. Sasa anayetazama pengine ni mara yake ya kwanza kukuona, labda wewe ni nani hasa, labda ujitambulishe. Mimi naitwa Mr. Kadungule, ni kiongozi wa chama cha Freemason. Bahati nzuri wewe umeshawahi kuja kunihoji na huyu mwandishi wa habari na huyo wote kama wote mliofika hapa karibu wote. Isipokuwa yule pale ndo sijaimuona. Habari yako bwana? Salama. Okay. Salama, karibu sana. Kwa hiyo nadhani wote mmeshawaifika na nilishawahi toa maelezo juu ya hiki chama, mmekuwa mkinihoji. Lakini kikubwa waandishi wa habari nimekuwa nikiwaita na kutoa ufafanuzi juu ya hiki chama. Kwa sababu vijana wengi au watu wengi wamekuwa wakichukua klipu kwenye mitandao na kuedit namba na kuweka namba zao, hatimaye wanakuwa wanatapeli watu. Wanasema mimi ndio Kadungule, wanasema mimi ndio Kadungule. Sasa matokeo yake unakuta wanakuwa wakichafua chama chetu. Nimejaribu kuita waandishi wa habari ili kwamba kutoa ufafanuzi zaidi, kwamba kwa mtu yote angalau anapoona ana shida yataka kujiunga na chama, apige video call, ajilizishe, aone kweli ni mimi na sura yangu ndio hii nimekuwa nikisema kila wakati. Lakini tumekuwa tukipokea malalamiko sehemu mbalimbali, Kongo, Kenya, nchi mbalimbali, kwamba tulikuwa tunakutafuta sana, lakini kwa bahati mbaya tunakutana na watu ambao sio wewe, lakini unatumia video zako. Nimekuwa nikiwaasa kwamba mkiwa na shida ya kutaka kuingia kwenye chama, piga video call, mimi nipo, nitawasaidia na ninaweza kukuingiza bila masharti au bila usumbufu wowote, ili mradi tu utapewa utaratibu. Ukishafanikisha kufuata utaratibu huo, utaingia kwenye chama na ukaendesha maisha yako kama matajiri wengine. Ndio, Kwa hiyo sasa unasema ni Kongo wapi wote kwa hiyo na wewe upo Tanzania, kwamba mtu hata akiwa Kongo, akiwa Marekani, akiwa wapi anaweza akaja akajiunga Tanzania? Wengi wamekuwa wakija, tuna ofisi zetu sehemu mbalimbali, lakini mimi hapa leo umenikuta hapa Posta Dar es Salaam. Lakini muda mwingi tunakuwa tuko safarini, mara tuko Canada, mara Marekani, sehemu mbalimbali duniani. Lakini anapata huduma mtu yoyote popote alipo duniani, iwe ni Kongo, iwe ni South Africa, iwe ni Kenya, popote alipo anapata huduma. Tukimhitaji kufika atafika, tukihitaji kumfuata mahali alipo tunamfuata, lakini hata akiwa huko aliko anaweza kupata huduma. Yes. Sawa, labda na mtu vitu gani ambavyo vigezo gani ambavyo vinamdhihirisha kama mtu huyu yupo tayari kujiunga na chama au anaruhusiwa kujiunga na chama? Kikubwa kwanza kuna nyota. Kinachoandaliwa ni nyota, sio kwamba kila mtu anayeomba kuingia kwenye chama anakubaliwa, hapana. Nyota ya mtu ndio inamfanya aweze kuingia kwenye chama. Lakini jambo la pili ni userious wa mtu. Shakuwa serious, anaingia na anapokelewa vizuri. Atakabidhiwa mali na vitu vingine, na yeye aweze kujenga majumba mazuri, anunue magari mazuri kama mnavyoona. Mbona umetamani magari yangu hapo nje? Nimeyatamani kweli. Na sasa kufikia asante. Sasa na vipi kama kuhusu kafara, kwa sababu wengi tunakuwa tunaambiwa kwamba wanatoa kafara mzazi, unatoa kafara mtoto, unatoa kafara kizazi. Vipi kwa upande wa hilo, labda tuweke wazi? Hizo ni taarifa ambazo sio za kweli. Naomba nikanushe hilo pia, kwamba ni taarifa ambazo sio za kweli. Ni maneno tu ya watu ambao wanazungumzia mtaani, ambao hawaelewi chochote juu ya chama. Wamekuwa wakihadisiana tu, anachokifikiri ndicho anachokiongea. Hakuna kafara, kifupi hakuna kafara katika chama hiki. Hakuna kutoa sadaka ya mtoto wala baba wala mama wala rafiki, kwa sababu kama nilivyokuwa nikieleza siku zote kwamba tunatafuta pesa kwa ajili ya familia.
Sasa unapotafuta mali inaenda kuangamiza familia, inakuwa haina faida. Pesa nzuri yoyote unakula na familia yako, unafurahi na ndugu zako. Mimi siwezi kutafuta pesa ambazo zinaenda kuangamiza, kuleta shida kwa familia yangu, siwezi. Na sitaki. Kwa hiyo hakuna kafara wala hakuna sadaka ya binadamu katika jambo hili. Yes. Asante, labda nikukatishe, na labda vipi kuhusu watu wanaokosea masharti? Kwa mfano mimi, kila sehemu naamini kuna masharti yake, kwamba mtu akija afu akakosea masharti ni anakufa au inakuwaje? Hapana. Hatuwezi kuchukua uhai wa mtu kwa kukosea masharti, hapana. Sharti ambalo akikosea, yani sharti kubwa kwanza ni wewe kusaidia wasiojiweza. Kichama ni chama cha kusaidiana. Yani wewe unapewa amri ya kwamba bwana unapewa mali hii, uwe ni mtu wa kujitoa na kusaidia watu wasiojiweza. Usaidie ndugu zako, sio kwamba unapewa mali afu naenda kunyanyasia watu wasio na mali, kunyanyasia wanyonge. Kwa unapokuwa ni jeuri unapewa onyo mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kionekana ni jeuri zaidi kwamba mali zimekubadilisha akili, umechanganyikiwa, basi tunanyang'anya utajiri wetu, kwa sababu unakuwa hauna maana kama tumekupa utajiri afu naenda kuangamiza watu wengine, unaenda kudharauliwa watu wengine. Unakuwa mtiifu. Ndio maana unaona kila tajiri, kila mwenye pesa, kila mwenye nguvu ya kifedha anakuwa ni mnyenyekevu, anakuwa hana jeuri. Yes. Yeah. Na labda huo utajiri mtu akiupata anaweza akaishi nao milele, au kwamba kuna muda tu unatoweka hata kama hujakosea masharti? Hapana, hatuwezi kukupa utajiri afu katoweka. Tunakupa mali ambayo itadumu miaka na miaka. Utafanya uwekezaji wa majengo, utafanya chochote unachokitaka bila masharti yote. Kama ni shule utajenga, kama ni zahanati, kama ni makampuni utayafungua. Na vitu vingine ambavyo unategemea kuvifanya utavifanya. Yes. Yeah. Sawa, sasa kumekuwa na wimbi la matapeli kama ulivyosema mwanzo. Utamjuaje mtu kama ni tapeli au sio tapeli? Yani kwa mfano mtu, mimi nikaa huko mwanachama, mtu atanijuaje kama mimi ni mwanachama wa huko? Kimsingi ndio maana tunasema kwamba kwanza tapeli ukitaka kumpigia video call anakataa. Anaweza kusema simu yangu mbovu, mara niko sehemu mbaya, wewe ujue sio mtu sahihi. Ukiona mtu anakataa kupokea video call ambayo umepiga, kwa sababu kila mtu sasa hivi ni dunia ya kijiji, kila mtu ana smartphone. Unataka kufanya mtu makubaliano hata kama uko mbali, chukua piga video call. Bwana nataka nikuone, ni wewe ambaye ulikuwa unahojiwa pale na waandishi wa habari. Ukishaniona basi mnaingia makubaliano kufanya jambo lake ambalo umeomba kusaidiwa. Yeah. Okay, sawa. Na mtu akitaka kujiunga, amesha kuja kwenu akafanya taratibu zenu, inachukua muda gani mpaka tayari kufanikiwa kuwa ana kile ambacho alikuwa anakihitaji? Zipo taratibu ambazo anaelekezwa, kwamba umeuliza juu ya muda. Yeah. Kwamba muda inaweza kuwa ni siku moja, siku mbili, lakini huwezi kuelekezwa mambo yote kwa siku moja na ukaelewa. Kwa utaelekezwa siku ya kwanza, taratibu zinapoanza ndani ya siku 2-3 utaendelea kuelekezwa hivyo. Kutakuwa na vikao ndani ya nchi na nchi ya za nchi, lakini ni gharama za chama. Yes. Yeah. Sawa. Na labda sasa mtu sasa akitaka kujua ni wewe sasa, labda anataka kukupata wewe, anakupataje pataje? Nimekueleza upo uwezekano wa mtu kunifuata nilipo, tukakutana uso kwa uso akapata huduma. Upo uwezekano wa kumsaidia akiwa kule, inategemea na mtu aliko. Akiwa huko kunaweza kupata huduma, akitaka kufika ni yeye kulingana na gharama zake ambazo ataona anaweza kumudu. Yeah. Okay, sawa. Labda uchukue muda wako kusema au kutaja mawasiliano yako, ambapo mtu akitaka kupata wewe na kutaka kujua mengi zaidi, kwa sababu mwingine alikuwa ananitazama hapa lakini ana swali ambalo sijaweza kuligusa, sijauliza, nataka kuulize chochote, labda mawasiliano yako. Mawasiliano yangu kwanza ni jumlisha 255 769249319. Ni jumlisha 255 769249319. Hiyo ni voda ambayo inapatikana katika WhatsApp na kupiga pia. Okay, mtazamaji, hiyo ni namba ya simu ambayo tutaiweka kwenye screen yako hapo aliyoitaja. Huyu ni kiongozi wa Freemason, lakini nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, kubwa zaidi kumbuka kujiunga nasi kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo, kisha alama ya kengele, utakuwa umetisha kinoma noma. Ili kuwakumbusha memba wa Freemasons kutunza siri mpaka kufa nazo na wasikubali kabisa kuzitoa.